Basi nawasalimu katika jina la Yesu. Wapendwa mnaonisikiliza na kunifuatilia. Ni ushuhuda wangu mimi mwenyewe. Kama vile tulipoanza mwanzo, hii ni part 7. Kwamba niliondoka nikaendelea katika yale makanisa kutangatanga. Lakini kile nilichokigundua, watumishi wengi wa Mungu wameshahama katika kusudi la Mungu na pesa zimeshawageuza. Wameacha kulifuatilia lile kusudi na kumtumikia Mungu anavyotaka. Asilimia kubwa pesa imetoa katika uwepo wa kimungu. Ndugu yangu, asilimia kubwa wachungaji na mitume waliojaa wengi mataifa kwa mataifa na kwenye mijini na vijijini, yani watu wote wanapokuwa maarufu wanakuwepo hawana Mungu, bali wanakuwa wanamjua Mungu lakini wanaabudu kinyume na yeye. Nilitembea kila sehemu lakini sikupata msaada. Watu wako kwenye makanisa lakini hawaifundishi ile kweli. Ninakusihi sana wewe ambaye bado unafuatia manabii. Yesu alisema watalitumia jina langu vibaya na watadanganya wengi, yamkini hata walio wateule. Ndugu yangu, yawezekana umeshapangwa na Mungu kwenda mbinguni. Yesu amepanga kukuteua kwenda kwenye lile mbingu, kwenye paradiso ya milele. Lakini kwa sababu ya watu unasikiliza mitume na manabii, unaiacha kusudi la Mungu, utachomwa moto. Watu wanakuambia kwamba tumia mafuta, tumia udongo, tumia nywele, sehemu za siri nyoa, leta kanisani tuombee. Imekuwa kama kwa waganga. Watu hawataki hata kusimama imara kumsubiria Yesu, kujichunga na kujilinda. Wanahitaji wapate pesa za haraka haraka. Lakini Yesu alisema kwamba wenye pesa ni vigumu sana kuingia mbinguni. Hatusemi kwamba usiwe na pesa, pesa uwe nayo, lakini pesa isiyokuongoze mpendwa. Pesa isikuongoze kutoe katika uwepo wa kimungu. Simamia katika kweli. Nilitangatanga, hakuna msaada. Msaada ni Yesu pekee. Nilitembea miaka 10 yote nikitafuta mchungaji wa kweli. Hapana, sikufanikiwa kumpata hata mmoja. Watu wamekuwa waongo, mamilioni ya wachungaji ni waongo. Mpendwa, jichunguze jinsi unavyowaza, unavyoongea, unavyotenda, ndivyo utajua kwamba kweli nimeokoka. Usijifariji, unaona wachungaji wamefanikiwa na washirika wengi, unajua hapa ndipo Mungu. Hapana, wamepotea. Na kusihi sana, lomba Roho Mtakatifu akufunulie. Huyo ndiye msaidizi wetu, atakwambia kwamba huyu ni mtumishi wa kweli au sio wa kweli. Tumelizika sana na kuamini watumishi, kumbe watumishi wameshaharibika. Yesu hajaita watumishi wengi hawa wote wameitwa na shetani mwenyewe, na lengo la shetani ni kukuteka wewe mwanadamu unayetangatanga. Wanatumia madhaifu yako kupata kipato kwao. Wanakuambia toa mpaka sadaka nikuombee, kuna maagano ya ukoo tukukomboe. Hakuna kinachobadilika, ni kuendelea kufilisika na kuwa tu mtumwa wao. Na kuambia ndugu yangu, kanisa limeshakisha. Kanisa ni wewe, mimi. Kwa sababu pazia lilivyopasuka siku ile, iliruhusiwa tuombe kila mmoja. Lakini wachungaji walioitwa na Mungu ndio utapata majibu kwao. Lakini sasa imekuwa ni vigumu kumjua yule ambaye ameitwa na Mungu, kwa sababu hatuombi. Tunatumia akili tu kuwafuata tu, wanatutesa. Ndugu yangu, endelea kufuatilia, tutaendelea kujifunza zaidi. Mungu azikubariki, Mungu awainue sana. Amen.